njia zingine kwa viongozi fulani na hasa hao wakubwa katika serikali, ndizo hizo tunazuia njia zingine kwao kujiongeza mapato. Na haielekei kwamba mishahara ya wafanyakazi wa kiserikalini inaweza, wale wakubwa inaweza ikaongezwa mwakani au mwaka mwingine. Naona itakuwa muda kitambo kidogo kabla mishahara ya wakubwa hawa katika serikali, ndio kina sisi, kwamba mishahara inaweza ikaongezwa. Wao hawajambo kidogo, tumesema hawajambo kidogo, na mishahara yao nadhani kwa muda mrefu kidogo itabaki hapo ilipo. Lakini hivi sivyo ilivyo katika mapato ya watu wanaofanya kazi nje ya serikali. Kuna mijitu sasa hivi inafanya kazi nje ya serikali, ina mipato, wakati mwingine hatuijui mipato hiyo, mipato minene. Na sisi tunajaribu kuendesha nchi ya ujamaa, na tunasema ikiwa watu watakuwa wanahimizwa kufanya kazi, lakini mapesa yanapatikana halafu yanakwenda tena katika mifuko ya watu ambao hawajambo, ndio basi yale ndio kwa naeleza kwamba watu kazi wanafanya, lakini hamuoni kwamba dhiki inaondoka. Kwa hiyo tunaiambia serikali, au sasa niseme sijui niseme kama kiongozi wa serikali au kiongozi wa bado nasema kama kiongozi wa pate, tunaiambia serikali kama vile ambavyo imeitazama mishahara ya wafanyakazi wa kiserikali hawa wakubwa, na sasa juhudi yake ni kuongeza mapato ya chini yaongezeke, lakini ya juu kwanza yapige mark time kidogo. Basi tunaiomba serikali katika busara zake itafute njia za kuona kwamba mapato hayo makubwa nayo ya watu wanaofanya kazi nje ya serikali nayo hayapitani mno na mapato haya ya kiserikali. Hilo ndilo azimio. Tano, tunasema serikali itilie mkazo maisha ya wakulima. Hilo nitalieleza kidogo. Hii jitihada tumefanya, nchi yetu kweli haikuendelea sana. Nchi yetu bado iko nyuma, ndio mazungumzo tunayozungumza kwamba tuko nyuma, tunataka tuendelee. Lakini tumeanza kidogo maendeleo fulani kidogo tunayo. Tumejenga vijumba, hivyo hayo mambo tunayosema tumekopa tumejenga vijumba. Kama tumekopa tukajenga vijumba hivyo tumevijenga Magomeni, tumevijenga Kinondoni, tumevijenga Ilala, tumevijenga Dodoma mjini, tumevijenga Tanga mjini, tumevijenga Tabora mjini, tunavijenga Arusha mjini. Kama tumebadili kidogo maisha ya watu katika vijumba vyao. Vijumba hivyo ni vya wale wanaoishi katika miji. Kama tumeleta maji ya mabomba yakaingia au majumbani au yakasogea karibu na nyumba, maji hayo ni katika miji, sio kwamba yameingia majumbani tu au yamesogea sana karibu na nyumba. Lakini juzi hata tukayafanya yawe ya bure, yasiwe wala na senti. Kama tumejenga vihospitali vizuri, basi vihospitali hivyo tumevijenga katika miji. Kama tumetengeneza vibarabara labda vya lami hivi, vibarabara hivyo viko katika miji. Kama tumeleta taa za umeme
zimulikie watu. Anabonyeza tu kitu, giza linakimbia, mwangaza unaingia. Miujiza hiyo tumeitia katika miji, ili mradi katika machache mema hayo ambayo tumeshatimiza, kila ukilifikiria limefanyika katika mji. Vigumu kutaja mengi kama hivyo ninavyosema yaliyofanyika kwa wakulima vijijini, lakini mambo hayo yote hulipiwa. Maji hayo hulipiwa, mahospitali hayo hulipiwa, maumeme hayo hulipiwa, milami hiyo hulipiwa, wanatembea waheshimiwa wenye magari lakini hulipiwa. Analipa nani? Mali inayolipa motokari hii inayotoka Ujerumani ije itembee katika barabara la lami hili, analipa nani? Analipa huyu anayeliendesha gari hili, ndiye anayelipa. Yeye ndiye anayetengeneza mali tunayowapa Wajerumani badala ya limotokari lake lile. Anatengeneza mali gani mtu? Kwa desturi utagundua kwamba sio wanaolipa hawa watu, sio wanaolipa. Wale wanaofaidi ule umeme sio wanaolipa. Wale wanaofaidi yale maji ya mabomba yaliyoingia mpaka majumbani au yakasogea sio watakaosaidia kutulipa, watakaotusaidia kupata pesa za kuwalipa Marekani mkopo ule tuliokopa kuwaletea majumbani yale maji. Ili mradi hawa wale watakaofaidi vitu hivi sio watakaolipa. Mlipaji nani? Mlipaji ni mkulima, kwa sababu mpaka sasa vitu vyetu tunavyosafirisha, tunavyotengeneza tukasafirisha kwenda nje ni vitu vya mkulima. Ni pamba, ni kahawa, ni pareto, ni tumbaku na vitu kama hivyo. Hatujaanza kutengeneza vitu vitokana na viwanda vyetu ambavyo tunaviuza huko nje, vinatusaidia kuleta kupata mapato hayo yanayotusaidia kuleta vitu hivyo vya mambo ya mjini. Kwa hiyo tunasema hivi kwamba tutafanya makosa makubwa ikiwa maendeleo yetu yatakuwa siku zote ni katika miji. Tunasahau kabisa vijiji. Tunakwenda vijijini tunaambia limeni pamba tuuze tupate pesa. Tunauza tupata pesa. Pesa zenyewe zinalipa electricity yenyewe ya mijini. Tutafanya makosa. Halafu watu wa vijijini watakuwa na haki ya kutazama sisi watu wa mijini kama sisi nao tunaanza kuwanyonya. Ndio. Kama sisi sasa watu wa mijini sisi ni wanyonyaji, tunapeleka watu tu vijijini, haya nendeni mkaimize watu walime. Kama sisi tumekaa, tutakuwa kama sisi tumekaa kwenye mtungi ule na mirija yetu. Tunaimiza tu watu wa vijijini wasombe maji, walime, wamimine pombe. Sisi hapa tuna mirija yetu tumekaa. Itakuwa hivyo siku. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwamba katika kutazama maendeleo lazima itazame Tanzania. Na Tanzania ni Tanzania ya wakulima. Isiwe ni Tanzania ya mjini peke yake. Hilo nasema ni elezo, hayo ndiyo maelezo juu ya hili la 5, azimio la 5 linalohusu serikali kwamba itilie mkazo sana njia za kuinua maisha ya wakulima. Isisahau tu wakulima kana kwamba hawapo. Basi sisi kila tukifikiria habari za maendeleo tunafikiria ni habari za maendeleo katika miji, lakini hatufikiri habari za maendeleo katika vijiji. 6, tunaiomba sasa sio serikali bali tunaiomba NUTA
vyama vya ushirika, TAPA, umoja wa kina mama, umoja wa vijana na mashirika mengine yote ya serikali, kila moja kuchukua hatua ili kutekeleza siasa ya ujamaa na kujitegemea. Hapa tungeweza kusema kweli tukataja makundi mengine, hatukuyataja, lakini tungeweza tukayataja hasa katika jambo hili la kujitegemea. Kwa kweli matumaini yangu mimi ni kwamba viongozi wote baada ya maelezo haya na baada ya kusoma mtakakosoma wenyewe, kila kundi litakaa, kila viongozi wa makundi mbali watakaa na kusema sisi tufanye nini katika kutekeleza siasa hii ya ujamaa na siasa hii ya kujitegemea. Sio iwe siasa tu mineno. Kila kundi, nasema kuna makundi mengine hatukutaja. Tutawaomba watu wa polisi mkutane kote, mzungumze makundi yenu nchi nzima, mzungumze. Mnaulizana sisi katika siasa hii ya ujamaa na kujitegemea ni nini ambacho sisi tunaweza tukafanya. Najua mmeanza, najua watu wa polisi mmeanza, lakini nini zaidi tunaweza kufanya? Kwa sababu hivi sasa tunafanya kama ziada, kama mchezo hivi, lakini nasema ndio kujenga nchi kwenyewe huko, sio kwamba unafanya kama ziada, kama kahobe, lakini kwamba ikiwa hii ndio siasa yenyewe ya kujenga nchi, sisi tufanye nini? Bwana Sarakicha, kundi lenu mkae muulizane siasa hii ya ujamaa na kujitegemea, sisi wajibu wetu nini? Tufanye nini sisi ili tumo katika kuisaidia nchi yetu katika kutimiza siasa ya ujamaa na kujitegemea. Sisi tunatakiwa tuwe na mawazo ya namna gani na tuwe na vitendo vya namna gani, sio kesho, kuanzia leo hivi. Shule, Mheshimiwa Bwana Eliufo, shule ziwaze. Tunazo shule nyingi zina watoto 800,000 na walimu wangapi? Walimu 15,000. Watu wenye elimu safi kabisa na afya safi kabisa. Wakae wafikiri, wakubwa wetu wametangaza siasa ya ujamaa na kujitegemea. Kila shule ikae na fikiri, sisi wajibu wetu ni tufanye nini? Ujamaa ni kitu gani tunaweza kufanya hapa tukawa na sisi tumo katika kusaidia siasa ya ujamaa kwenda mbele? Tunaweza kufanya nini sisi katika kusaidia kujitegemea? Kuna jambo fulani tunapotaka kuomba pesa, lazima hili linataka fedha, hili linataka fedha, hili tunaweza kufanya ili kusudi kila wanaloweza kufanya, kila shule analoweza kufanya fanye yenyewe. Mtume waziri kwenda kuomba, Mtume waziri haya funga safari kaombe, na kumbe jambo lenyewe linaweza kufanya shuleni pale wakiweza kufanya mawazo kidogo, wanaweza kutengeneza kitu pale, labda kitakuwa kizuri kama cha kuomba, hakitakuwa kizuri kama cha kuomba, lakini kitatutimizia siasa yetu ya kujitegemea. Viwanda mbali na makundi mbali wajiulize, wakubwa 5 wametangaza siasa ya ujamaa na kujitegemea. Kiwanda chetu hiki, kila kiwanda kinaweza kikafanya nini katika kujaribu kuisogeza mbele nchi hii katika siasa hii ya ujamaa na kujitegemea? Juzi kila tukitaka hili tunakwenda serikali, tunaomba hiki serikali, nini tunaweza tukalitimiza sisi wenyewe hapa tukalimaliza hapa. Mabaraza mbali ya serikali za mitaa hapa Dar es Salaam, Bwana Meya, na nyinyi tunaomba msiwe kinaomba, ukasema. Maoni haya
yatawajia kila siku ya Alhamisi hapa Historia Tanzania TV. Usikose kusubscribe, kukomenti na kulaiki.